Madai ya Boniface Mwangi, mtetezi wa haki za binadamu kutoka Kenya, aliyedai kufanyiwa unyanyasaji wa kijinsia nchini Tanzania, yamezua hisia mseto miongoni mwa wananchi. We got a call from the Kenyan ambassador to Tanzania, Mr. Isaac Jenga, who told me I was going to get deported from Tanzania. And I was like, okay, I'm happy to go home. Around 6:30 or maybe some few minutes after 6, some guy came who said he was from the state office or state security, and he started beating me up. I was being beaten at the presence of my lawyers and Agatha. He started calling me saying that I'm an inmate, I'm coming to destroy their country, and I'm a problem, they're going to teach me a lesson. Baadhi ya watu wameripoti kuwa tukio hili ni la kusikitisha na linaonyesha hatari wanaharakati wanazokumbana nazo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wengine wanasisitiza umuhimu wa usalama na uhuru wa wanaharakati wa haki za binadamu. Inaonekana hatuna uhusiano mwema na Tanzania. Kama kunawezekana Mkenya anaenda Tanzania anashikwa na tena anachapwa bila sababu yoyote, hiyo ni kitu mbaya sana walifanyia huyo kiongozi wetu. Hiyo kile kitendo ambacho kilifanyika kule Tanzania kilikuwa si cha haki. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameeleza kusikitishwa na kushtushwa na madai haya na kuwataka viongozi wa Tanzania kuchukua hatua za haraka kuhakikisha kwamba haki za mwanaharakati huyu zimeheshimiwa. Viongozi wa haki za binadamu wanasisitiza umuhimu wa kuwa na uchunguzi huru na wa kina ili kufuatilia kwa undani tukio hili na kuhakikisha wahusika wote wanawajibishwa. We are hoping that the interventions of the other governments within the regions and the petition to the East Africa Parliament can raise awareness and raise concerns that those officers who violated the rights of Boniface, Agatha, amongst others, can be brought to book. A private member's bill, private member's question, or the action of a committee would be sufficient to have the ministries of foreign affairs in the two countries come and outline. And we are not at this point, prejudicially arguing that they have done anything wrong. What we're saying is that they have an obligation to report to the national assemblies on what they did to keep Boniface Mwangi and Agatha Atuhaire safe. Madai haya yamefungua mjadala mkubwa kuhusu haki, usalama na uwajibikaji wa serikali katika kulinda wanaharakati wa jamii. Wananchi wanadai hatua madhubuti zifanyike ili kuhakikisha haki na usalama vinaamirishwa. Nastahili wachukue hatua kali sana kuhusu hiyo kuchapa ya Boniface Mwangi. Waende, ningeomba tu Suluhu akubali kama ni watu wake walifanya hivyo wapatiane. At least waitane na ule president wa Tanzania, at least waongee, apologize. Put an upset position where my legs were up like this, my body's up, I'm stuck naked. And then they started beating my feet. So they beat me and massaged my feet. Beat me and massaged my feet. I was screaming so hard, I couldn't even there was no tears coming out because of how painful it was. Hayo ndio maoni ya wananchi kutokana na tukio la kusikitisha lililomkumba Boniface Mwangi aliyedhulumiwa nchini Tanzania. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka Thika, jina langu ni Akoth Mas.